Bwana Yesu asifiwe, amina. Kwa jina naitwa Godfrey Mwalongo, ni mtumishi wa Mungu naipatikana katika huduma Emmanuel Ministry. Leo tena kuletea somo linalohusu ndoto. Nini maana ya ndoto na tafsiri zake kibiblia? Ndoto ni lango kama malango mengine ambalo Mwenyezi Mungu amemwekea mwanadamu yote anaishi hapa chini ya jua, ili Mungu apate kuingia kwake na kumfundisha kanuni, taratibu na sheria zake na njia zake, ili Mungu apate kumwokoa yeye na wengine. Ndoto Mungu anakuonya hata mambo yatakupata baadaye, ili Mungu apate kuokoa wewe na wengine. Ndoto Mungu anakuonya hata mambo yatakayowapata wengine baadaye, ili Mungu apate kuokoa wewe na wengine. Usizalau ndoto. Wengi wamezalau ndoto, hata zimewaletea afadhali na mahangaiko mengi. Ndoto, ukiota ndoto. Leo tunajifunza somo linahusu ndoto. Ukiota ndoto unapigwa risasi, unashambuliwa kwa risasi kabisa. Watu wanakukimbiza au wanakulenga kwa risasi, wanakupointi kukulenga kwa risasi, unapigwa na risasi, zinakukuta au hazikukuti. Mungu anakujulisha nini? Mungu anakutazamisha juu ya kuandamwa na roho zinazokulenga, zinazokupointi, zinazokulenga kimashtaka na kesi, ili kujeruhi moyo wako, ili uache hicho unachokifanya kwa watu na kwa Mungu na uangamie. Unalengwa. Mungu anakujulisha na kutazamisha juu ya kuandama na roho zinazokulenga, kukupointi, kukulenga kimashtaka, kesi, kuzushiwa mashtaka, kesi na kesi, ili kujeruhi moyo wako, ili uache hicho unachokifanya. Soma katika kitabu cha Luka 23:5 na kuendelea. Biblia inasemaje? Luka 23:5, Biblia inasemaje? Luka 23:5 na kuendelea, Biblia inasemaje? Luka 23 kuanzia 1 na kuendelea, Biblia inasemaje? Kisha kwa jumla wote wakasimama, wakampeleka Yesu mbele ya Pilato, hakimu huyo. Mashtaka, kuzushiwa kesi, kupointiwa, kulengwa kwa mashtaka yatakayojeruhi moyo na kukufanya uache hicho unachokifanya kwa watu na kwa Mungu. Kisha wote kwa ujumla wakasimama, wakampeleka Yesu mbele ya Pilato, wakaanza kumshtaki, kuzushiwa mashtaka, kuandamwa na mashtaka na kesi zitakazokufanya uache hicho unakifanya kwa watu. Unalengwa, unapointiwa, unalengwa kwa risasi, unapointiwa, unanyoshewa mashtaka na kesi. Kisha wote kwa ujumla wakasimama, wakampeleka Yesu mbele ya Pilato, huyu hakimu, wakaanza kumshtaki wakisema, tulimkuta mtu huyu, wanamlenga, tulimkuta mtu huyu akiwapotosha watu wetu, akipinga kulipa kodi kwa Kaisari na kujiita ati yeye ni Kristo, mfalme. Pilato akamuuliza Yesu, wewe ni mfalme wa Wayahudi? Yesu akamjibu, wewe umesema, sio mimi nilokuambia, ila wewe mwenyewe umesema mimi ni mfalme wa Wayahudi. Pilato akawaambia makuhani wakuu na umati wa watu, sioni kosa lolote katika mtu huyu kuzishua mashtaka makosa. Pilato yule hakimu anaongea kwamba mbele za watu yeye haoni makosa juu ya mtu. Mmemshtaki kwamba ni mfalme, yeye mwenyewe anasema kwamba wewe Pilato hakimu ndio umesema wewe ni mfalme. Mimi nimekuja mbele yako hapo, umesikia anasema mimi ni mfalme. Anawaambia Yesu akamjibu, wewe umesema kwamba wewe ni mfalme wa Wayahudi. Pilato akamwambia makuhani na umati wa watu uliomleta kwa mshtaka kumlenga na hiyo risasi na maneno yao, sioni kosa lolote kwa mtu huyu. Lakini lakini wao wakasisitiza wakisema, wakasisitiza ile mashtaka yao wakisema, anachochea watu kwa mafundisho yake katika nchi yote ya Yudea. Alianza Galilaya na sasa yuko hapa kwetu. Kuzushiwa mashtaka, kesi na mashtaka na kuandamwa na kuzushiwa mashtaka na maneno ya mashtaka, kuandamwa, unalengwa kwa risasi, unaota ndoto. Kimkiri Yesu kinywa chako ya kwani Bwana na Mwokozi wa maisha yako, utaokoka na roho zote za kuzushiwa kesi na mashtaka. Unalengwa kwa mashtaka, unalengwa kwa risasi, kuzushiwa kesi na mashtaka, ili uache hicho unachokifanya kwa watu na kwa Mungu na kuvunjika moyo. Asante kunisikiliza. Hata wakati mwingine Mwenyezi Mungu akikujalia uwe na wakati mwema. Amen.